Rafiki yangu mpendwa, wewe unayenitazama sasa na kunisikiliza, baada ya miaka 10 utakuwa wapi? Baada ya miaka 20 utakuwa wapi? Labda wewe bado mdogo sana. Baada ya miaka 50 utakuwa wapi? Baada ya miaka 90 utakuwa wapi? Lakini ukweli ni huu, miaka 100 ijayo, sisi sote, mimi na wewe unayenitazama, hatutakuwepo. Wote tuliopo ulimwenguni wakati huu hatutakuwepo miaka 100 ijayo. Kutakuwa na watu wengine kabisa tofauti, kizazi kingine kabisa. Je, umejiandaa kwa hilo au unaishiishi tu? Ndugu yangu, siku zinakimbia. Cha msingi ni kukimbia dhambi na kumtafuta Mungu, ukingali bado una nguvu za kufanya hivyo. Biblia anasema mkumbuke Muumba siku za ujana wako, kabla hazijaja zile siku zilizo mbaya, ambapo hautakuwa na furaha katika hizo. Kumbuka hili, siku zinakimbia. Mtafute Mungu, maana dunia hii imeoza. Sasa kama unataka starehe, endelea. Ponda sana starehe, ponda sana anasa, piga sana dhambi. Lakini kumbuka, kama upepo, siku hizo za starehe zitakwisha, na utaingia katika tumbo la ardhi, na iko siku ambayo utakwenda kutoa hesabu ya matendo yako. Kwa hiyo lazima tutambue hili. Piga starehe, fanya dhambi sana, piga anasa sana, lakini kama upepo, siku hizo zitakwisha, na iko siku ya hukumu ambayo utasimama mbele ya Bwana kwa ajili ya kutoa hesabu. Kumbuka, Adamu aliishi miaka 930 kwa mujibu wa Biblia. Seti mwanaye aliishi miaka 912. Lakini yule ambaye tunadhani labda ni binadamu aliyeishi miaka mingi zaidi, Metusela aliishi miaka 969. Ni miaka mingi, sio? Lakini wako wapi sasa? Kama upepo, miaka hiyo ilipita. Miaka 900 ilipita kama upepo. Leo hii wewe ukiishi sana, Mungu amekupa neema, ni miaka 90, miaka 100. Lakini itaisha. Watu waliishi miaka 900 ilikwisha. Miaka 100 kitu gani? Fikiria kuhusu hilo. Miaka kadhaa ijayo utakuwa wapi? Hautakuwepo. Ni nini umekiacha duniani? Ni nini umekifanya mbele za Bwana ambacho kitasaidia siku ya kutoa hesabu yako wewe uweze kufikiriwa? Kwa nini usishutuke sasa na kumheshimu Mungu wako na kuachana na madhambi ambayo unayafanya, na kuachana na hizo starehe na mambo ya dunia ambayo yanakuhangaisha, yanakupa shida, yanakusumbua huku na kule? Unajiona umepatia sana, lakini kumbe Mungu anakutazama tu na kukuona kama mpumbavu, kwa sababu umeshindwa kumheshimu. Mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Sio lazima useme kwa maneno, hata matendo. Kama haumchi Mungu, manake huamini kama Mungu yupo, wewe ni mpumbavu kama wapumbavu wengine. Nikwambie tu, madhambi yalikwisha kufanywa sana na wanadamu. Wapo watu walishafanya madhambi mengi mno. Lakini je, hayo madhambi yanawasaidia nini huko ardhini waliko? Siku ya mwisho watasimama na madhambi yao na kujisifu kwa madhambi waliofanya? Je, na wewe utasimama na kujisifu kwa madhambi uliyofanya mbele ya Mungu wako? Watu wamekufa na uchafu wao. Uchafu wao wameambatana nao. Biblia inasema matendo yetu yataambatana nasi. Uchafu wao umeambatana nao, na mbingu hawataiona. Wanasubiri siku ya hukumu. Hivyo basi mpendwa, jibidiishe kuutafuta uso wa Mungu leo, wala si kesho, maana hatujui siku wala saa wakati ambapo tutaitwa. Wewe hujui siku ya kufa kwako, mimi sijui siku ya kufa kwako. Siku yoyote, dakika yoyote, nukta yoyote unazima. Biblia inasema baada ya kifo hukumu. Usidanganywe kwamba utaombewa sala za kumwombea marehemu ufike mbinguni. Baada ya kifo ni hukumu. Fanya yako, Mungu atakuita wewe, hatawaita waombezi wako. Acha kudanganywa. Chukua maamuzi leo, mtumikie Mungu. Tutaendelea na somo hili wakati ujao, katika sehemu ya pili
ya somo letu ambalo lina kichwa cha habari kinachosema utakuwa wapi kesho. Leo tumeona namna ambavyo wazazi wetu wa namna hawa waliishi miaka mingi, lakini walifutika. Kwa hiyo na sisi imetupasa kumwomba Mungu neema ya kuzihesabu siku zetu. Sehemu ya pili ya ujumbe huu, utakuwa wapi kesho, tutaendelea naye.